Vijana wenzangu, leo niko hapa kuongea neno fupi kwa ajili yenu. Mimi ni mwanachuo, wewe unayenisikiliza huenda ni mwanachuo. Niko hapa kutoa ushauri kidogo kwa ajili yetu sote au kwa ajili ya wote tunaosoma na tunaoendelea kusoma. Tunajua tunapitia tamaa nyingi, tunapitia mihangaiko mingi kwenye maisha kusoma. Lakini leo ninakuambia neno moja kwamba tuache tamaa. Tamaa sio nzuri katika maisha ya mwanachuo. Unakuta mdada kijana wa miaka 20, miaka 19 yupo radhi kutoa mwili wake kwa mwanaume au mbaba mwenye miaka 90, 70, 80 na kuendelea. Yule mbaba ana maradhi yake mengi sana ambayo anamuandama. Wewe unaenda unayapokea kama yalivyo, unakuwa nayo, unaishi nayo. Leo sasa nikuambia kitu kimoja. Achana na hizo tamaa. Ishi maisha yako. Ukiipata degree yako kwa ugumu, umeipata diploma yako kwa ugumu, ndivyo hata ukienda mtaani utatafuta kazi kwa ugumu huo huo. Lakini ukiipata kwa mseleleko, wazee hawa wana magonjwa mengi, wana maradhi mengi, wana vitu vingi sana katika maisha yao ambayo wewe huyajui. Nikupe fikra moja au ufikirie kitu kimoja kwamba je, wewe upo first year sasa hivi au uko mwaka wa pili? Huyo mbaba mwenye miaka 80, 70, 50 anakuja kukufuata wewe kukutongoza au kukuapproach. Je, jiulize swali, ametongoza wangapi? Kuna walio mwaka wa 3, waliomaliza. Wewe ni first year sasa hivi, unakutana na mbaba anakutongoza na kuapproach, anakuambia anakupenda wewe tu. Anakupendaje wewe tu na ana mke, ana watoto, ana familia? Ni jambo la kuliweka serious na kulinote akilini kwamba hawa wazee wapo kwa ajili ya kuharibu maisha yako, sio kukujengea maisha. Unapata 100,000 kwa yule mzee, lakini inakugharimu maisha yako yote. Imagine unapata 100,000, lakini ile 100,000 inakupatia ugonjwa kama ukimwi. Je, ule ukimwi unatibika kwa 100,000? Ni jambo la kujiuliza na kujiwekea akilini kwamba sio kila anayekupenda au anayekufuata kukuapproach anakuongezea au wengine wapo kukupotosha na kuharibu nani yako. Asanteni.